Kwa nini maombi yako mengine yanachelewa sana kujibiwa? Nataka leo ni kujibu kwa pointi 4. Ya kwanza ni timing, wakati. Maandiko yanasema katika kitabu cha Mhubiri ile sura 3 mstari wa 11 kwamba kila jambo lina wakati wake. Kila jambo lina wakati wake. Yamkini huo muda unaoomba hilo jambo sio muda sahihi wa hilo jambo. Namba 2 ni imani. Maandiko yanasema ni vigumu sana kumpendeza Mungu bila kuwa na imani. Waebrania 11:1 hadi 6. Lakini jambo jingine ni kwamba Mungu anaangalia utii wako, kwa sababu Mungu anawataka watu wanaotii. Anasema utii ni bora kuliko sadaka. Na hata kuomba, kuamini ya kwamba ulioyaomba Mungu atayafanya ni kutii neno lake, kwa sababu neno lake linasema ombeni lolote nanyi mtapewa, tafuteni mtapata. Kwa hivyo kama usipoamini inamaanisha hautii. Lakini jambo la mwisho ni kujiandaa, maandalizi. Maandiko yanasema katika kile kitabu cha Mithali 24:27 ya kwamba andaa kwanza mambo yako. Andaa kazi zako huko nje kabla hujajenga nyumba yako. Lazima uandae. Lazima uandae vifaa vya ujenzi. Lazima uandae kila kitu. Hasa wewe unataka familia. Lakini hata wewe mwenyewe sio mtu mzuri wa kulea familia. Haujajiandaa, haujui hata kwamba mtoto akiugua utampeleka wapi. Mtoto wa jirani yako anakuja nyumbani, unamkaribisha chakula, anakula tu bila kunawa. Au unamwambia tu anawe, anayaloweka maji, anaanza kula chakula. Hujali kwamba ni msafi, hujali kwamba ni mchafu, haujui kwamba anaweza akapata minyoo, hujali, you don't care. Sasa kama haujali vitu vidogo vidogo, Mungu anakusubiri ukomae uweze kujali. Mtu mwingine anaomba mke mwema, wewe tu haujawa mume bora. Yaani wewe tu haujaweza hata kujizuia kulewa. Haujaweza kujizuia kuweka budget. Yaani ukipata hela ya mshahara basi lazima nusu yake ishie kwenye pombe. Sasa wewe kama tu wewe mwenyewe umeshindwa kumanage budget yako, Mungu hawezi kukuruhusu upate mke mwema. Utawezaje kumanage na yeye na matumizi yake? Kwa hiyo Mungu anasubiri ujiandae kwanza. Kuna maandalizi Mungu anakuandaa. Ndio maana atakutumia watu, atakutumia message, atakutumia jumbe, messages kama hizi unazozisikia, unazidi kuwa tayari. Unapokuwa tayari, Mungu ndipo anakuwa tayari na yeye kukupatia kila ambacho umekiomba. Shalom.